Karibu tena mpenzi subscriber kwa channel hii ya Jeshi la Mtu Mmoja. Natumai mahali wewe huko unaendelea shughuli zako huko buheri. Mimi Rome, Italy, niko salama. Kwa wale Waislamu nasema alhamdulillah. Kwa wale wa Kristo, vile wewe unavyoabudu Mungu wako, tushukuru kwa uhai Mwenyezi Mungu ametupatia. Asante sana Mungu. Asante sana Allah. Alhamdulillah. Mpenzi subscriber, mambo yanaendelea kubadilika kila kukicha. Taswira mpya imezinduka, imeibuka, imechemka, imeonekana duniani baada ya vita Marekani na Israeli upande mmoja na Iran upande mmoja. Mpenzi subscriber, baada ya Iran kusukumwa, baada ya Iran viongozi wake kuuawa, baada ya Iran nchi yake kuvamiwa, baada ya Iran kupigwa na kuwekewa vikwazo vikali vya kiuchumi, zaidi ya miaka 47 Iran imesimama, na Iran itakuwa ni nchi ambayo kwamba imeboreka zaidi, nchi ambayo kwamba imeendelea zaidi kiuchumi, kinguvu na vile vile kisauti duniani mzima. Mpaka sasa Marekani na Israeli na washirika wake nchi za magharibi wamepigwa na butwa. Imefikiaje hapo Muirani kuibuka na kushinda nchi ya Marekani na kushinda nchi ya Israeli? Hivi sasa Iran inataka, imesema mimi nataka hii, mimi nataka hii, mimi ndi masharti hii, watu ifanywe. Marekani anafuatilia, anasikiza. Mpenzi subscriber, kuna ripoti imetokea za kiuchumi kule Marekani ya kwamba Marekani hifadhi zake za mapipa za mafuta zinaendelea kuisha. Unajua Marekani ndio inahifadhi mafuta duniani. Marekani haizalishi mafuta, inachukua mafuta kutoka kwa nchi za Iraq, wapi, alafu wameweka mahali ambapo kwamba inafanya nini, zinahifadhiwa. Ikitokea dharura zinaweza kutumika. Lakini pindi Iran ilipofunga mfereji wa Hormuz, Marekani haikutarajia kwamba hiyo vita vya Iran vinaweza kuchukua mkondo mwingine upya. Marekani na Israeli walitarajia serikali ya Iran kwa siku moja tu masaa sita, operation ya masaa sita, yani kupiga Iran, kumpiga viongozi wake, kufanya nini masaa sita, kama vile vilivyofanya Venezuela ilichukua masaa 4. Iran ilikuwa imetarajia inachukua masaa 6 kubadilisha na kupendua kila kitu na kunyakua mali ya Iran, kuua viongozi wake, kuua viongozi wa kijeshi, viongozi vya kidini, viongozi wa kisayansi, viongozi wa kiuchumi, na kunyakua uchumi wa Iran na kutawala Iran na kuweka Muisraeli ndio mwenye nguvu katika eneo la Ghuba la Uajemi na Mashariki ya Kati. Na walikuwa wameandaa kiongozi mwingine ambao kwamba ni mwana wa kifalme aliyetolewa, Shah Reza kule Iran. Kwa sasa huyo anaishi Uingereza. Unaona, walikuwa wanangojea serikali ianguke, alafu yule aende akasiawe puppet. Hiyo inaitwa kwa Kiingereza puppet. Awe puppet, kwa Kiswahili siwezi ngajua. Sielewi. Sasa mambo yakaendelea kufanya nini? Kubadilika.
Vile mahali imefikia sasa, Iran ametandika sehemu zote za maslahi za Marekani katika nchi ya Ghuba la Uajemi. Iran imesambaratisha sehemu muhimu zaidi ya Israeli. Iran ndio inatoa sauti. Ikizidi tena, Iran imefunga mfereji wa Hormuz. Iran saizi katika hayo masharti ambayo Iran imeweka katika mazungumzo kati yake na Marekani, na baadaye kupiga siku ya Jumapili iliyopita wakaweka sahihi. J.D. Vance ni makamu wa rais wa Marekani. Yeye ndio alikuwa anawakilisha Marekani kwa kuweka saini. Na upande wa Irani ni spika wa bunge ambao kwamba ana msimamo mkali ajabu, si mchezo. Acheki na Wamarekani, acheki na Waisraeli. Huyo ndio alikuwa anahusika katika masuala ya mazungumzo. Hawakukutana uso kwa uso. Yaani wamewekewa TV upande ule, wamewekewa TV pande ule, wanakutana kwa njia ya mtandao na kusaini kwa njia electronic. Kupiga saini katika njia ya electronic. Penzi subscriber, ukienda kwa video yangu ya jana utakuta yale masharti ambayo kwamba, baadhi ya yale masharti ambayo kwamba Iran imeweka. Zote isipokuwa moja tu. Zote za Iran Marekani imekubali. Marekani imekubali kumpatia Muirani bilioni 300 ya kukadiria hasara iliyokuwa imefanywa na vita hivi vilivyopita kati yake na Israeli na Marekani. Bugaramia hasara, miundo msingi, nini na nini, bilioni 300. Isitoshe, bilioni 25 zaidi ambayo juu ya hiyo, ukiongeza bilioni 25, kuna pesa Marekani inatoa zile pesa ambapo kwamba mali ambapo kwamba zilikuwa zimeshikiliwa wakati ya kusimamia nini ya kiuchumi, inaitwaje ile nini ya kiuchumi, walikuwa wamewekewa vikwazo vya kiuchumi. Sasa bilioni 300 uongeze na bilioni 25 hiyo nyingine, alafu tena hiyo wiki hii, alafu ifikapo Ijumaa wataongezewa wengine bilioni 25. Alafu hapo Muirani atakuwa, meli zote zikipita atakuwa kitoza. Alafu hakuna kitu cha Irani inaguswa. Irani imesema wao wenyewe ndio watasimamia ni zana za kinuklia gani ndio zitaharibiwa na gani zitabaki. Hakuna zana zozote zitapelekwa nje ya nchi. Wamesema wataki jeshi ya Marekani karibu hapo Qatar, wapi na wapi, waanze kupanga mpango ya kuondoka. Mpenzi subscriber, viongozi na wadadisi wa kisiasa ulimwenguni, hususan Marekani na nchi za Magharibi na Israeli, wamesema Iran imewapiga 10-0. Iran imempiga Marekani, kampiga Israeli, nchi moja. Kwa hivyo kutokamana na haya mazungumzo imeonekana wazi kwamba Iran ndio imeshinda vita hivyo. Na tayari saini imeshawekwa, imeshawekwa. Mwisraeli jaribu kupiga kelele, Donald Trump ambaye wewe tumesha sign, hatutaki kelele. Viongozi wa Marekani vile wanapiga huko kelele, wanasema nyinyi namna gani, nasema nyinyi tumeshamaliza, tumeshapiga saini. Pesa tutawapatia bilioni 300 za kugharamia, tuwapatia Iran, alafu kisha pesa zao zile zilikuwa zimeshikwa zikazuiliwa, tutakuwa tukawapatia nusu pole mpaka ziishe. Kwanza tutaanza na bilioni 25 kabla ya Ijumaa hii, bilioni 25 baada ya kutia saini Ijumaa, maana Ijumaa ndio wataweka sahihi
rasmi kule Geneva, Switzerland. Mambo yamechemka moto. Iran, hizo ni nchi ambayo kwamba inshallah tutakwenda kutafute kazi. Kazi sasa itakuwa hiyo nchi ndio itakuwa ikinuka noti, hela. Itakuwa nchi tajiri zaidi na yenye nguvu. Inshallah acha tuombeane kheri. Ingawaje ni Mashia, sote ni Waislamu. Okay? Upande mwingine kule Albania mambo yamepamba moto. Jared Kushner, mfanyabiashara wa Kiisraeli, raia wa Kiisraeli na binti wa Trump, Ivana Bianca wa Trump, ambaye ndio mke wa huyo Kushner, walitaka kujenga, wamenunua sehemu kule Albania. Sehemu kubwa katika ziwani, karibu na ziwa. Wanataka kuanzisha biashara kule. Wenyeji wamesema hapa hakutakalika. Sasa hizi ninavyoongea kunanuka kila siku. Jamaa wachoki wako barabarani, wengine wameenda wakavunja wale maua, fence na kila kitu. Polisi wamekimbizwa, wametoka mbio. Nchi hiyo sasa ndio ina mavurugo imeanza. Kunanuka ajabu. Wamesema wataki maneno ya Israeli kule. Mpenzi subscribe, tukimalizia, Rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto ameitwa katika mkutano ya nchi 7 yenye nguvu, yani G7 kule Ufaransa. Na tayari yuko kule William Samoei Arap Ruto. William Ruto na El Fattah el-Sisi wa Egypt ndio wamealikwa kutoka Afrika. Kumbuka Kenya si mwanachama ya hiyo kikundi, lakini wamealikwa kama wageni rasmi. Je, hiyo itakuwa ni athari vipi katika Afrika? Bwaga maoni yako. Mimi ni The One Man Army TV. Asanteni kwa kusubscribe na kunishika mkono. Wale hawaja subscribe, tafadhali naomba mnishike mkono, tafadhali tuendelee polepole. Asanteni zaidi. Mungu awabariki. Ciao.